Your wrist flicks the air like a sail catching wind. We step on hot tiles where the ocean ends. Palm fronds cut the light into moving lanes. I don't know your name, but I know your pace. Mr. David here. Ujambo msikilizaji mahali popote ulipo, karibu tuangalie ubashiri wa ushairi. Tuangalie ushairi katika karatasi ya 3 Kiswahili paper 3 2026 revision. Swali la lazima, tunatarajia shairi, ushairi. Tuangalie shairi hili pamoja. Soma shairi lifuatalo kisha ujibu maswali. Kumbuka kushare hii video ifike watu wengi ipasavyo. Alikwambia wako mama, kajivanya upuliki, kakuasa kila jema, ukawango hutaki. Sasa yamekusakama, popote hapashikiki, uliyataka mwenyewe. Babayo alipokuonya, ukamuona anachuki, mambo ukabolonganya, kujifanya uzishindiki. Sasa yamekunganya, kwa yeyote upendeki, uliyataka mwenyewe. Mazuri uliodhania yamekuletea dhiki, mishikeri miania, kwako ona haitoki. Mwanzo ungekumbukia, ngekuwa waziriki, uliyataka mwenyewe. Dunia nayo hada, kwa fukara na maliki, ulimwenguni shujaa, hilo kama hukumbuki. Ya nini kuyashangaa, elewa hayafutiki, uliyataka mwenyewe. Mwenyewe umelichimba, la kukuzika handaki, ulijidania simba, utishiki na fadhaki. Machungu yamekukumba, hata neno hutamuki, uliyataka mwenyewe. Kwa mno ulijivuna, kwa mambo ukadiriki, na tena ukajiona kuwa wewe mustahiki. Ndugu umepatikana, mikanganyo uepuki, uliyataka mwenyewe. Kwa shairi ndiyo hilo. Tuende swali la kwanza. Eleza ujumbe katika shairi hili. Ujumbe ni gani katika shairi hili jinsi tumesoma? Kwa hivyo kuna mtu hapa ambaye alikuwa anashauriwa na wazazi, akawa haambiliki asemezeki, akadharau wazazi. Babake alipomuongelesha akawa anakatana, anamuona kwamba anajuki na yeye. Kwa hivyo akawa amejichimbia kaburi lenyewe na akaingia mwenyewe. Kwa hivyo huu ndio ujumbe ambao tunapata hapa. Eleza ujumbe katika shairi hili. Kuadhirika kwa kuasi mawaidha ya wakuu. Yaani kuna mtu ameathirika hapa kwa kuasi, kutowasikia mawaidha ya wakuu wake. Kupuzilia mbali maelekezo ya wakuu na kusababisha ushindani, mwishowe ukasababisha chuki.
Wakati mwingine vitu vizuri vinaweza kuathiri na kutuletea shida za kudumu. Ujumbe mwingine tunapata hapa ni kwamba ulimwengu una mambo mengi, mema na mabaya. Tunafaa tujihadhari nayo. Vyanzo vya matatizo mengi tunayokumbana nayo husababishwa na binadamu wenyewe. Na ujumbe wa mwisho tunaopata pale ni kwamba tukabiliane vilivyo na shida tunazojiletea wenyewe, kwani hatuwezi kuziepuka. Huo ndio ujumbe unaotokana kwa shairi hili. Ujumbe ni huu. Ukizingatia kigezo kifuatacho, taja aina za bahari za shairi. Vina. Tuende tuangalie vina. Vina katika shairi hili tuko na vina vya kati. Tukiangalia upeti wa kwanza, vina vya kati na vya mwisho. Vya kati ni ma, vya mwisho ni ki. Vya mwisho ni ki. Tukiangalia hapa ni ya, nya, nya. Kwa hivyo kuna urari wa vina. Kuna urari wa vina, lakini vina hivi vinabadilika kutoka upeti wa kwanza, wa pili unabadilika kutoka upeti mmoja hadi mwingine vinabadilika. Kwa hivyo hilo vitu unachunguza. Kwa hivyo tuna aina mbili za, kuna urari wa vina. Kuna lile shairi ambalo liko na urari wa vina. Hili ni inaitwa ukara. Kwa sababu vina vya kipande kimoja havibadiliki kutoka upeti mmoja hadi mwingine, lakini vina vya kipande kingine vinabadilika. Ukiangalia shairi hili, vina vya mwisho kutoka upeti wa kwanza hadi upeti wa mwisho ni ki. Kwa hivyo vina vya mwisho havibadiliki tangia upeti wa kwanza hadi upeti wa mwisho. Vina vya kati vinabadilika katika ukwapi, kipande cha kwanza vinabadilika kutoka juu hadi chini. Kwa hivyo shairi hili vina vyake ni vya aina ya ukara. Vina vya kipande kimoja vinabadilika na vile vingine havibadiliki tangia mwanzo hadi mwisho. Kibwagizo. Tuangalie kibwagizo. Kibwagizo uliyataka mwenyewe kinafanana kutoka juu hadi chini, lakini unaangalia kwamba kibwagizo ni fupi kuliko mishororo mingine. Kibwagizo ni fupi kuliko mishororo mingine. Kwa hivyo hiyo hapo tunapata kibwagizo hichi kinaitwa msuko. Msuko ni mahali ambapo mwisho shairi ambalo kibwagizo chake ni kifupi kuliko mishororo mingine. Tambua kwa kutoa mifano mitatu. Tambua kwa kutoa mifano mitatu ya mbinu ambazo mshairi ametumia ili kutosheleza mahitaji ya kiarudhi. Ametumia ingizari. Ingizari ni pahali ambapo tunafupisha maneno, mshairi anafupisha neno. Kwa mfano, amesema papayo badala ya kusema baba yako. Lipokuonya badala ya alipokuonya. Ingekuwa badala ungekuwa. Kuna kuboronga sarufi. Alikwambia wako mama badala ya kusema alikwambia mama yako. Kuna lahaja. Lahaja ni mahali ambapo unatumia wazirika badala ya kusema wadhirika kwa Kiswahili sanifu. Hizo ndizo mbinu zimetumika pale. Eleza muundo wa upeti wa tano. Upeti wa tano tuwahesabu 1, 2, 3, 4. Tumeambiwa tu eleza muundo. Kwa hivyo unapoeleza muundo
unazingatia tu mambo kadhaa. Kwanza unatuambia shairi hili lina vipande viwili. Umeona kuna ukwapi na utao, vipande viwili. Kipande cha kwanza, kipande cha pili. Ukwapi na utao. Kisha unaweza zungumzia mizani. Mizani ya kipande cha kwanza na kipande cha pili kama inatoshelezana, inatoshana, kama kuna urari wa mizani ama kuna urari wa mizani. Kisha unatuambia shairi hili lina mishororo mingapi? Ukiangalia lina mishororo 4, kwa hivyo ni shairi la taribia. Kwa hivyo sasa mambo hayo ndio unaozingatia ukichambua muundo wa shairi. Kwa hivyo kila mshororo umegawika katika vipande viwili, nayo ni ukwapi na utao. Mshororo wa mwisho umefupishwa, yaani uliyataka wenyewe. Kibwagizo kimefupishwa, si kama mishororo hiyo mingine. Mishororo 4 katika kila ubeti. Kila ubeti kuna mishororo 4, inamaanisha ni shairi la taribia. Mizani katika 16 isipokuwa mshororo. Mizani yote ni 16 isipokuwa ile ya mshororo wa mwisho ambao ni ubeti, kibwagizo. Kibwagizo peke yake ndicho mizani yake sio sawa, lakini mizani mingine yote ni 16. Yani kipande cha kwanza kina mizani 8 na kipande cha kwanza na cha pili kina mizani 8. Kwa hivyo ukitaka kujua mizani unafanya nini? Unakuja kwa mfano hapa tunaweza kutengeneza hapa. Hapo kuna kuna chu, ngu, ya, me, ku, mba, ha, ta, neno, hu, ta, mki. Kwa hivyo hiyo ndio unahesabu mizani. Kwa hivyo kuna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kipande cha kwanza kina 8, mizani 8, na kipande cha pili kina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kwa hivyo kuna jumla ya mizani 16, lakini kwa yote kipande cha kwanza mizani 8 na kipande cha pili mizani 8, jumla ni mizani 6. Kuna urari wa vina. Hivyo ndivyo naweza kuchambua shairi. Fafanua umuhimu wa aina mbili za urudiaji. Umuhimu aina mbili za urudiaji. Urudiaji wa silabi, kwa mfano ya handaki, fataki, hutamak. Dhima au umuhimu ni kujenga rhythm au kulipa shairi mahadhi, au pia kusababisha mudundo wa kimusiki na kuleta urari wa vina. Kwa hivyo huo ndio umuhimu wa kufupisha au kurudia, ni kwa sababu ya kutaka kulipa shairi mahadhi au kusababisha mdundo wa kimuziki. Urudiaji wa sauti, kwa mfano hada, shujaa ni kuyashangaa, ni kulipa shairi mahadhi au kusisitiza wazo. Vile vile kuna urudiaji wa neno, kwa mfano uliyataka mwenyewe. Dhima ni kusisitiza wazo, kutambulisha toni ya washairi, kupatia shairi mahadhi. Huo ndio umuhimu. Dhima ni umuhimu. Bainisha toni ya shairi. Bainisha toni. Toni katika shairi hili huwa unaona toni ya aina gani? Toni ya kuchuta, toni ya kusikitiza, ni toni ya aina gani? Unaona inatokeza hapo. Kwa hivyo tunaona kuna toni ya majuto
anashangaa mambo yanavyomwendea, anashangaa sana. Toni ya kusikitiza, anasikitika kwamba matatizo yamemuganda, yani hayamtoki, hayamuachi. Kwa hivyo anasikitika sana. Swali la mwisho, andika upeti wa pili kwa lugha ya nadhari. Upeti wa pili kwa lugha ya nadhari. Tuende katika upeti wa pili. Upeti ni paragraph. So paragraph ya kwanza, ya pili ndio inaitwa upeti wa pili. Papayo alipokuonya, ukamuona ana chuki, mambo ukaboronganya, kujifanya usindiki, sasa yamekunganya, kwa yeyote upendeki, uliyataka mwenyewe. Kwa hivyo unapoandika lugha ya nadhari, unaandika katika lugha ya kawaida. Unasema baba yake alipomuonya, alimuona anajuki na yeye. Alipochanganya mambo na kujifanya aambiriki, basi asemeseki, sasa akachichanganya, watu wengi wakawa wampendi, akawa apendeki kwa watu. Kwa hivyo uliyataka mwenyewe, nasema yale ambayo yalimpata ni yale aliyotaka mwenyewe. Unaandika lugha ya nadhani ni lugha ya kawaida, unaandika kwa lugha ambayo ni ya kawaida kabisa. Kwa hivyo baba yako alipokuonya, uliona kama alikuwa na chuki. Mambo mengi uliyaharibu mwenyewe na kuchanganya kwa kujifanya ausindiki, yani aushindwi, kwa kujifanya aushindwi, inamaanisha ushindwi. Yale mambo sasa yamekufanya uchanganyikiwe na kila mtu sasa hakupendi. Yaliyokupata, yaliyokukumba ni wewe ulijiletea. Kwa hivyo tumeandika upeti huo katika lugha ya nadhari. Sehemu ya tamthilia Bembea ya Maisha, ninataka uniambie katika comment, alitafunwa kama chingamu, lakini naye hakuwa chingamu ya kuisha sukari. Kwa hivyo weka maneno haya katika muktadha wake, uniambie nani aliyazungumza, alikuwa anamwambia nani, walikuwa wapi, na sababu kiini ya huyo mwenye aliyasema haya maneno, kwa nini aliyasema. Lazima kuna sababu iliyomfanya akazungumza haya maneno. Kwa hivyo sababu ilikuwa nini, alikuwa anamwambia nani, na walikuwa wapi. Kwa comment, hiyo ndio kazi yako. Na usipo comment, I don't know what the problem. So can you tell me who is saying these words? Katika Bembea ya Maisha, nani anazungumza, anamwambia nani, kwa sababu gani alisema hayo maneno? Share the video, kumbuka kushare. Barikiwe hadi ushangae. Mapambazuko ya machweo, hadithi nyingine. Wahusika leo tunawafahamu. Msichana msomi, Luka Goveno katili, Mama Luka mama mwenye huruma, Senyo Pastor Limani kiongozi wa imani, Fadhila za punda wema ujenga jamii, Fadhila za punda wema ujenga jamii, Siba wa kujitakia, Zura mrembo mwenye tamaa, Bwana Machoka mzee mwenye busara, Fumo Matata shujaa wa nguvu, Sugu Junior mwana siasa katili, tamaa mbele mauti nyuma, Mapambazuko ya machweo.
mkali wa maneno. Bimacheo mama matumaini, Dynasai vijana wa ndoto. Mapambazuko macheo, mwanga wa kizazi kipya. Kikwanja siri, Mama Marcy mwenye busara, Nilakosi mwenye tamaa, Vaite kijana wa ndoto, Bishop na boss mwenye mamlaka. Harubu ya maisha, changamoto za kila siku. Sabina msichana mwenye matumaini, Yunuke mwanamke katili, Nyaboke mamke Sabina, Ombati mzee mwenye tamaa, Maike mvulana roho safi, Sabina kizi ya moyo na maamuzi. Salihina mwenye unafiki, Bisho rafiki wa siri, msimulizi kijana jasiri. Mzimu wa kipwerere, kaya za kijiji. Bwana Tembo mpenda ulevi, Bwana Heri mrembo wa moyo, Emi mama mwaminifu, Bwana Salimu rafiki mwema, Angelika mrembo wa hila, Mama Pimba mama wa biashara, Moshi kijana wa anasa. Kila mcheza wembe, tamaa huleta maafa. Abigail ni msichana wa matumaini, Bisuluhu mama wa busara, Natasha kijana wa ndoto, Bwana Suluhu mbunge katili. Kifo cha Suluhu, uongozi bila huruma. Kifo cha Suluhu, uongozi bila huruma. Hadini Deni, Fadumo mama wa imani, Adan kijana wa ndoto, Bwana Khalif mwenye bidii, jomba wake Adan mwenye hila. Ahadi ni deni, lazima utimize. Ahadi ni deni, lazima utimize. Masumbuko kijana mwerevu, Siri bin Kalia rafiki wa kweli, Bwana Kalia baba fisadi, Jane Gatoni matangazaji mtajika, Bimshewa mama upendo. Toba Kalia msama uponya moyo. Mama Kazili mama wa huruma, Richmond msimulizi wa ndoto, Matweba rafiki wa matata, Moshe baba wa imani. Nipe nafasi nastahili nafasi ya pili, nipe nafasi nastahili nafasi ya pili. Nilitamani Tumaini kijana mwenye tamaa, nina msichana mkarimu, Jennifer rafiki wa watu, Bwana Rome upenzi wa mapenzi. Nilitamani ndoto za vijana ujena na kubomoa, makuona kijana tamaa, mtego mama wa hila, Mashaka rafiki waki, ubawangusha, subira ujenga. Mapambazuko manchweo,